Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliye mtukufu kwa kutujalia muda mwingine, siku nyingine, na tumefika kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Naam, katika siku ya leo tunazungumzia ama tunajikumbusha ama tunaelekezana juu ya sura As-Saff pale alipotajwa Ahmad, na Mwenyezi Mungu amemnukuu Isa ibn Maryam alipotabiri kwa wana wa Israeli akisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sasa hili limeleta gumzo sana ndani ya jamaati yetu, na wengi wamekosa ufahamu ama wengi wapo katika sintofahamu ni upi katajwa katika hii aya. Na mwanzo kabisa ijulikane ya kwamba Mwenyezi Mungu aliye mtukufu amesema katika Qur'ani ya kwamba afala yatadabbaruna al-Qur'an, je, hawatafakari Qur'an wala ukana min indi ghairillah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba Qur'an ni kitabu cha kutafakariwa, na hizi aya za Qur'an ni aya ambazo zahitaji kutafakariwa, na ijulikane ya kwamba hizi aya za Qur'an huwa zina maana tofauti tofauti. Kwa mfano, aya moja inaweza toa maana zaidi ya mbili. Kuna maana ya nje na kuna maana nyingine. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alimwambia hivi, wama ramaita idh ramaita walakina Allah rama, au kutupa wakati wewe ulitupa, isipokuwa Mwenyezi Mungu aliye mtukufu ndiye aliyetupa. Sasa kwa yule ambaye asiyetafakari Qur'an, tunasikia wanasema ya kwamba akinukuu hiyo aya wanasema Waislamu wanamwabudu Muhammad, ambao si hakuna mahala popote Waislamu wanamwabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Wanasema ya kwamba aya inasema ya kwamba aliyetupa sio Muhammad bali ni Allah azza wa jalla. Sasa tafsiri ya nje wao wanachukua, wanakimbilia haraka haraka ni hiyo ya kwamba aliyetupa alikuwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wanabadilisha, sasa maana ya nje ile wao wanaijengea sio. Kwa hivyo hizi aya za Qur'an zinahitaji kutafakariwa. Kwa hivyo vile vile tukija katika aya katika sura As-Saff aliyetajwa pale, aya ile imetaja jina la mtu mmoja, imetaja jina moja Ahmad, na tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam naye ametuambia li khamsatu asma, mimi nina majina tano. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi ni Muhammad, wa ana Ahmad, na mimi ni Ahmad. Vile vile mwanzilishi wa Ahmadiyya naye jina lake ni Ahmad, kama vile ilivyotabiriwa ya kwamba huyu Mahdi jina lake litakuwa sawa na jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa aliyetajwa pale ni nani? Tutasoma katika kitabu cha Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad katika ukurasa wake wa 13 14, alisema hivi, since I am the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, anasema yeye ni Muhammad sallallahu kwa sababu mimi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by way of buruz, kwa njia ya buruz ama kivuli, and all his perfection and excellence including his prophethood are reflected in the mirror of my ziliyat, ya kwamba kila kinachomhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ameiweka juu ya Muhammad, juu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam kwa njia ya buruz, kivuli. Sasa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad anaendelea kusema ya kwamba where then is the person who claimed to be an independent prophet? Nabii yupi? Ni nani amejitaja yeye ni nabii nje ya mpaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo kitu kieleweke ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam hajataja ya kwamba yeye ni nabii
kando ama ameenda kinyume na sheria aliyopewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye anatuambia kwamba kwa kila mahali yeye ameitwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kivipi? Yeye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiburusi. Sasa yeye amefafanua kwa ndani ya kwamba anasema kama vile chombo kinakuwa na kivuli chake, mimi ni kivuli cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni chombo, mimi ni kivuli chake. Tunafahamu ya kwamba hakuna mwanadamu yoyote humu duniani anaweza fikia daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam hajasema yeye ni chombo, anataja na amefafanua ya kuwa yeye ni kivuli cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ieleweke ndani ya jamati yetu ya kwamba aliyetajwa pale ismuhu Ahmad, hiyo aya inatoa maana mbili, maana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukija kwa maelezo ya Sayyidina Ahmad alaihi salam vile vile ni kwamba na yeye ametajwa mle ndani. Popote anapotajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam katajwa humo ndani. Kwa sababu gani? Ametufafanulia vizuri akisema yeye ni kivuli cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii sintofahamu inakuwepo ni kwamba watu wanachukua maana moja tu, na sisi ambao tushampokea Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam hatuwezi tukauliza maswali kama hayo, kwa sababu sisi tunamwamini yeye ni nabii na hatuna mashaka. Kwa hivyo anachotuambia tumeamini, na hakuna siku sisi wa Ahmadiyya tutakuja kuipinga. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa na mashaka, yule ambaye hakuwa na elimu hasa, ni kwamba anapotajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujue pale pale Sayyidina Ahmad alaihi salam vile vile ametajwa, kwa sababu chombo hakiwezi kosa kivuli, na kivuli huwa kinachukua picha ya chombo halisi. Kwa hivyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam yeye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio original kwa njia ya kivuli. Kwa hivyo anapoambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, Sayyidina Ahmad alaihi salam naye katumwa kukanyaga pale pale alipokanyaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ile sifa ya rahmatan lil alamin inamgusa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Hivyo aya ambayo tunasoma hapo nyuma ni kwamba Mwenyezi Mungu anakuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allahu rama, au kutupa ulipotupa, isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa. Tabiri aya hiyo alipewa mwanzilishi wa Ahmadiyya kama funuo na Mwenyezi Mungu aliyemtukufu, akimwambia ya Ahmad, ewe Ahmad, barakallahu fik, baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yako. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama, haukutupa wakati ulipotupa, isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa. Hii aya inatupa muungano kamili Mwenyezi Mungu amepiga juu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad na bwana wake na mfalme wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mahala popote anapotajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam vile vile ametajwa pale, na wale wasiomwamini watapinga, kwa sababu wao hawana mwangaza, hawajamuona huyu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, kama vile wale wanavyopinga Mtume sallallahu alaihi wasallam hawana mwangaza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wanampinga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wale ambao washampokea Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku watauliza swali yoyote juu ya kauli yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile mfano huo ipo juu yetu sisi wafuasi na watiifu wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Hakuna siku tutamuuliza swali ya kwamba imekuwaje umejiita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufafanuzi aliotoa katika kijitabu hiki kinaitwa Kuondoa Kosa Moja, akifafanua anamaanisha nini anapojiita yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anapojiita yeye ni Muhammad anamaanisha nini. Kwa hivyo ashatuwekea wazi ya kwamba kwa sababu gani anajiita yeye ni Muhammad, ni kwa sababu yeye ni kivuli cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni chombo, amesimama pale, amepigwa na mwangaza, kivuli kinatoka
kama vile chombo kimepigwa kilivyo, kivuli kinatoka hivyo hivyo, na hiyo ndiyo picha Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ametufafanulia, na tumemwelewa, tumempokea. Na wale ambao bado hawajajaliwa kumpokea, tunawaombea Mwenyezi Mungu awape mwongozo.